Baba, tunaweza kushukuru Mungu wetu wewe uliotupa uzima na afya kujulisha mbele zako siku ya leo. Asante kwa uzima tulionao, asante kwa afya, asante kwa jinsi ambavyo umetuwezesha tena siku ya leo kujulisha mbele zako ili tuendelee kujifunza ya mambo mengi tupasayo sisi kuyajua ambayo yanafanyika kwa faida katika maisha yetu ya wokovu. Basi tunakusihi Roho Mtakatifu leo tena tujaze ufahamu, tujaze maarifa ili Baba tuweze kuyatenda mapenzi yako na iwe baraka katika maisha yetu ya sasa hapa duniani na hatimaye juu mbinguni, katika jina la Bwana Yesu. Amen. Somo letu ambalo tunaendelea nalo siku ya leo ni somo la 5 katika mfululizo wa somo tunalojifunza katika semina yetu ya kazi. Ni somo linasema Jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto. Watu wengi wanaojiita Wakristo hawana mafundisho mazuri au yenye ukweli kuhusiana na somo hili la Jehanamu ya moto. Na wakati mwingine zaidi sana siku hizi wengi hawapendi kusikia somo hili, na nilikuwa nikiona kama mwenyewe wengine wanasema kwamba hii ni injili ya kuwatishia watu, hivi ni vitisho ili watu na hofu, watu waogope, watu walazimishwe kumpenda Mungu, kumpenda Yesu kwa sababu ya vitisho hivi vinavyohusiana na Jehanamu ya moto. Mambo mengi kama haya. Kiasi kwamba ni kweli adui kwa namna fulani amefanikiwa, ni vigumu sana leo kusikia mafundisho yanayohusiana na Jehanamu ya moto. Lakini sisi kama watu ambao tunampenda Mungu lazima tujifunze pande zote zinazohusiana na baraka na laana. Waleta sifiwe. Maana tamaduni inasema kwamba chagueni, chagua kati ya baraka na laana au uzima na mauti. Chagua. Sasa ikiwa watu hawajui habari ya mauti, wanajua tu habari ya uzima, hawajui habari za laana, wanafundisha tu baraka kila siku, baraka, wasijue upande wa pili wa baraka kuna nini, wasijue upande wa pili wa uzima kuna nini. Sasa leo tunajifunza upande wa pili wa uzima kwa habari ya mauti ya milele, ili tupate kujua na tusimame katika nafasi ile ambayo Mungu anataka tusimame kutokana na ufahamu na maarifa ambayo tunayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo sura ya 18 mstari wa 8. Mathayo 18 mstari ule wa 8. Maandiko katika kitabu cha Mathayo mstari wa 18 na mstari wa 8. Basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Jehanamu ya moto, au pia tunajifunza jina lingine ambalo tunatumika hapo, moto wa milele kama tuliona hapa. Hiyo yote inazungumzia hukumu au adhabu ambayo itakuja juu ya wote ambao wanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu wakati ulionao. Sasa hili nalo limesababisha watu wengi wasiwe na utayari na mzigo mkubwa wa kuweza kuwa watendakazi katika shamba la Bwana, kwa sababu hawajui habari za Jehanamu ya moto. Watu wengi hawajui juu ya
hukumu wa moto milele. Ndio maana hata wengine wanafanya mchezo na imani, wanafanya mchezo na wokovu, lakini tuko hapa leo kujifunza. Amen. Na haya zaidi, uwe unajua au hujui, hiyo sio sababu ya kuikwepa hukumu hii ambayo itaujia ulimwengu wote. Ni heri tukajua leo, ili katika kuenenda kwetu tuwe ni watu ambao tunaofahamu kwamba kitu gani kitakacho kujia ulimwengu huu wakati wa hukumu utakapokuwa umefika. Wengi wanasema kwamba mimi nilikuwa sijui, lakini hiyo haitakuwa udhuru, sababu Bwana kama alivyosema katika neno lake kwenye kitabu cha Walawi sura ya 5 na mstari wa 17 kwamba kutokujua au kutokufahamu hakutamwacha mtu akiwa salama. Mambo ya Walawi sura ya 5 mstari wa 17. Mambo ya Walawi sura ya 5 mstari wa 17. Na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo haya mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ijapokuwa hakuyajua, ni mwenye hatia hivyo, naye atauchukua uovu wake. Mambo ya Walawi sura ya 5 mstari wa 17. Kwa hiyo ndio kusema sisi tunapaswa kujua yote. Wanaweza tukiwe tuyajue yote ambayo Bwana amefundisha, na ni Bwana mwenyewe alifundisha. Naye kusema hivi, wanafunzi wake lazima wao nao wafundishwe yote ambayo Kristo mwenyewe aliwafundisha wanafunzi wake wa kwanza, wale mitume. Na sisi leo lazima tujifunze yote ambayo Bwana wetu alifundisha. Amen. Kwa hiyo jehanamu ya moto pia kuna maneno mengine ambayo yanamaanisha hilo ziwa la moto. Sio bado ziwa la moto. Ziwa la moto, kuona kwamba jehanamu ya moto ni kama bahari. Wala ambao fika baharini, kuona bahari hivyo, au katika ziwa kama ziwa Victoria, ukaliona jinsi lilivyo vile ziwa kwa unaangalia kwa upepo uone maji. Sasa ndivyo ilivyo jehanamu ya moto, ni kama bahari ya moto, na huko ndani kuna watu. Sasa kama baharini kule kuna samaki ndani ya maji, sasa ndani ya hili ziwa la moto ni ziwa kubwa kama ile bahari, lakini ni moto, na ndani yake humo ndipo sasa watu ambao wameingia katika hukumu hiyo wanatupwa huko katika huo moto. Lakini pia jina lingine ambalo linatumika ni mauti ya pili ndani ya Biblia, inaitwa mauti ya pili. Mauti ya pili, na pia kama tumetangulia kuangalia mwanzo, ni moto wa milele. Moto wa milele maana kwamba ni moto ambao hauzimiki na wala hauna mwisho. Wanaoingia huo moto huo hauzimiki. Na tunafunza hiyo yote leo iwe faida kwetu, ili wakati tunapokuwa tunaishi mtu uweze wewe mwenyewe kujitafakari, uweze wewe mwenyewe kujichunguza, na utakuwa umeondoa mzigo fulani baada ya kujifunza somo. Wanaweza kufikiria Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Ufunuo Yohana sura ile ya 20 mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Hapa ni ufunuo ambao alipewa Yohana akionyeshwa habari ya hii jehanamu ya moto. Yohana akaonyeshwa na Yesu Kristo mwenyewe katika maono. Sasa anasema, nikawaona wafu, yaani watu waliokuwa wakufa. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, kama ni wanadamu. Walikuwa wakubwa, watu wazima, lakini pia walikuwepo watoto. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Hapo ni mbele ya hukumu sasa. Vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bahari
ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Yaani watu wote walikuwa wamekufa wote, sasa wanaletwa tena, wanafufuliwa tena, wanaletwa mbele za Mungu kwa ajili ya hukumu. Ndio hapo tunaelezea mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Tunapenda tukikana ziwa la moto ni kama bahari. Zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni hii. Mauti ya kwanza ni hii ambayo tunakufa sasa hivi hapa duniani. Tukifa sasa hivi tunazikwa. Hii ni mauti ya kwanza. Lakini tutafufuliwa tena wakati wa hukumu. Sasa wakati wa hukumu, baada ya kufufuliwa tena, wale wote ambao hawakutenda mapenzi ya Mungu, watu ambao hawakumwamini Kristo, wakatubu dhambi zao na kuziacha, hapa sasa watahukumiwa mauti ya pili, yaani watakufa tena milele. Sasa kifo hichi cha pili ndicho hicho ambacho kinahusiana na mtu kutupwa kwenye ziwa la moto. Si kwamba mtu akitupwa kwenye ziwa la moto anakufa. Hii ni adhabu ya milele. Mtu anatupwa katika ule moto, lakini atakaa katika hali ya kuunguzwa na moto huu, ya kuteswa na moto huu, lakini mtu huyo hata kufa, atabaki tu katika hali ya kuteseka milele. Inaitwa mauti ya pili sababu mateso yake ni kama ile mateso ambayo mtu anayapata wakati anapokuwa anakufa. Mtu anapokuwa anakufa, anakuwa katika mateso mazito, alafu anafariki. Lakini hapa itakuwa ni mateso yanayofanana na mtu ambaye anataka kukata roho katika ule moto, lakini mtu huyo hakuna kukata roho, atabaki katika hali hiyo. Sababu hiyo ni adhabu ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya watu wote ambao wameamua kuishi maisha ya dhambi. Inaitwa mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Sura 15. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa kwenye kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kitabu cha uzima ni kitabu ambacho watu wote wanaomwamini Kristo leo na kuokoka na kutubu dhambi zao na kuziacha, hao majina yao yanaandikwa katika kitabu cha uzima. Wanaweza kuelewa? Na wengine wote waliobakia wanaandikwa katika vile vitabu vya hukumu vya watu ambao watatupwa katika hilo ziwa la moto au ile jela la moto au hiyo mauti ya pili. Kwa hiyo Mungu kule juu mbinguni, jina la kila mmoja wetu hapa aidha lipo katika kitabu cha uzima au lipo kwenye vitabu hivi vingine ambavyo ni vingi vya watu ambao hawajaokoka na wanaishi maisha ya dhambi. Ndio maana Yesu alisema, iwapo mtu yote kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, kitabu cha watu waliotubu dhambi zao na kuziacha wanaomwamini Kristo, wote ambao majina yao yako huko, alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inaeleza bado hili ziwa la moto au hii jehanamu ya moto au hii mauti ya pili hawakuandaliwa wanadamu. Adhabu hii chanzo chake Mungu alikuwa ameiweka kwa ajili ya shetani. Shetani au mashetani hao walikuwa ni malaika juu mbinguni, wameumbwa na Mungu ili wao watumishi wake ambao walikuwa wanatuma kuhudumu katika mambo mengi mbalimbali. Lakini kukawa na kundi la malaika ambao walimwasi Mungu wakiongozwa na Lucifer. Hawa walikuwa wanataka kuchukua nafasi ya Mungu ili huyu Lucifer eti awe Mungu. Ni kama mapinduzi kwa Tanzania. Lakini Mungu kwa kutumia malaika wake wakafanya vita na lile kundi ambalo lilikuwa limeasi. Kundi lile la waasi lilipigwa. Baada ya kupigwa wakatolewa mbinguni, wakatupwa huko duniani. Ndio hayo mapepo ndio wanaelewa. Hayo mapepo yalikuwa malaika wale waasi wametupwa duniani. Lakini walipotupwa duniani, Mungu akapanga muda maalum ambao unakuja
au habari hizo tunaweza tukaziona katika Biblia. Inaelezea juu ya vita hiyo ambayo ilitokea mbinguni wakati hawa walipokuwa wameasi, malaika hawa wakatoka duniani sasa hivi, na wanasema kwamba wanajua kwamba wana muda mfupi tu kabla hukumu yao haijatekelezwa, tuko katika hili ziwa la moto. Ufunuo Yohana sura ya 12. Ufunuo Yohana sura ya 12 kuanzia pale mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 12. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 12. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au udanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa tumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu chini ya hapa duniani. Ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Sura 11 mpaka 12. Sikiza vizuri hapo. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nani mkao humo, ole wa nchi na bahari, yani hapa duniani, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo Shetani anajua kwamba ana wakati mchache kabla ile hukumu hii ya Mungu ya kutupwa katika jehanamu ya moto. Na hukumu hii ilikuwa ni ya hao mapepo na Shetani. Lakini sasa kwa sababu wako wanadamu ambao nao wanaasi Mungu na kufanya dhambi, wao nao wataunganishwa. Wanadamu wengine ambao wao wamechagua kumfuata Shetani, kumfuata Ibilisi katika maisha yao, wao nao wataunganishwa katika hukumu hiyo. Mathayo sura 25 kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ile ya 25 na mstari wa 41. Kisha huyu Yesu anaelezea kutoka hukumu. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele. Tunataka kwa moto wa milele. Mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Moto wa milele aliowekewa tayari nani? Ibilisi na malaika zake. Haikuwa wanadamu. Haikuwa wanadamu, ilikuwa Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo wanadamu kwa kujua au kutokujua tutaunganishwa katika hukumu hii ya moto milele. Lakini huu moto milele hakuandaliwa mwanadamu. Hakuandaliwa mwanadamu. Kwa sababu hiyo ile hasira ya Mungu ambayo ilimfanya akatoa hukumu hii kwa Shetani, hasira hiyo sasa itawaangukia wanadamu ambao sio walikuwa hawajui au wanajua, lakini kwa sababu ya kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu kwa hiyo hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tupigia hatua kutoka hapa. Maisha haya tunayoishi hapa duniani sasa hivi, ambayo Mungu aliyetuumba kutupatia, ndiyo itakayoamua kwa kila mtu ambaye anaishi hapa duniani kwamba atakwenda katika uzima wa milele au atakwenda katika moto wa milele. Kwa sababu gani?
Yeyote yule ambaye hafanyi mapenzi ya Mungu aliyemuumba duniani, itakapofikia mwisho wake, kama tulivyoweza kuona hapo mwanzo, kuna vitabu ambavyo vinaandika matendo ya kila mmoja. Kuna vitabu ambavyo vitatumika kwenye hukumu. Matendo yale ambayo tunayatenda sasa, imani ile ambayo tunakuwa nayo sasa juu ya Mungu, ikiwa sisi tutaishi mapenzi ya Mungu wakati tulionao, ni kweli tunatenda dhambi, kitu cha tatu na ndio kuziacha na kumwamini Kristo, tutapata msamaha. Ndio maana tunaitwa ni kuokolewa. Tutapata msamaha, tutaokolewa na huu moto milele, tutaingia uzima milele pamoja na Kristo. Lakini inabidi tuwe waangalifu sana, kwa sababu kitakachoamua si kwa sababu mtu anakwenda kanisani. Kitakachoamua ni maisha yetu, ikiwa sisi tunamwamini Kristo na tunaishi kuyafanya mapenzi yake. Amen. Amen. Ndio maana sisi swala tu kusema Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 21 mpaka 23. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 mpaka mstari wa 23. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Yesu ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya nabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo ni pale ambapo sisi tumemjua Mungu na kuyatenda mapenzi yake na kumpenda Mungu na kutenda mapenzi yake, hapo ndipo tutapata ile neema ya kuepuka hukumu milele, moto milele, na kuingia katika uzima ulio milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo hilo ni wakati huu sisi wenyewe kwa hapa duniani ndio tunaoamua. Ndio maana hata Kristo Yesu alipokuja duniani alikuwa ameleta habari hizi njema ili kila anayesikia na kuamini asipotee. Amen. Kristo Yesu alikuja ili sisi tusipotee pamoja na Shetani, tusipotee katika hukumu ambayo Mungu alimhukumu Shetani, lakini sisi wanadamu tuingie katika uzima milele. Nafasi hii tumepewa wanadamu tu, kwamba sisi tunaweza kutubu dhambi, kusamehewa, tukaingia kwenye uzima milele. Shetani hii nafasi ya kupewa. Shetani hana toba. Mungu amefunga kabisa huo mlango. Yeye hawezi kutubu, moja kwa moja na tusubiri hukumu. Lakini mimi na wewe na wanadamu wengine tumepewa nafasi leo, wakati wapo duniani, tuweze kutubu. Mungu anasamehe kabisa na tunafutiwa hukumu ya moto milele, tunaingia katika uzima milele. Na hukumu hiyo inafanyika mara tu mtu anapokuwa amekufa. Wokovu ni zaidi uwapo hai, lakini baada ya kufa hiyo nafasi ya kutubu inakuwa imefungwa. Huo mlango wako tena, kwamba walioko duniani walio hai wanaweza wakakuombea wewe, wakafanya ibada kwa ajili yako wewe uliokufa. Hakuna jambo kama hilo. Huo ni uongo wa Ibilisi ambaye anawadanganya watu wengi leo kwamba wanaweza kuombewa baada ya kufa alafu Mungu akawasamehe. Hakuna kitu kama hicho. Huu ni uongo. Maandiko hayako hivyo. Biblia inasema kwamba mara moja mtu anapokufa tayari kati ya vile vitabu viwili cha uzima na cha hukumu, jina lake lilikuwa upande gani, na hivyo ndio ibada inatumika. Sio ibada zinazofanywa baada ya mtu kuwa amekufa. Wanaweza sivyo. Kwa hiyo maneno yale tunasikia sijui rest in peace, RIP, wanachukua kifupi rest in peace.
rest in peace gani? Anayejua kwamba huyu mtu anakwenda kupumzika katika amani, au anakwenda kupumzika baada ya taabu kutoka duniani. Anayejua ni Mungu, kutokana na jina lake mtu yule, kwamba kwa maisha yake yeye alikuwa ni mtu anayefanya mapenzi ya Mungu au la. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura ya 9:27. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 na mstari wa 27. Kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Tunawekewa kufa mara moja, baada ya kufa hukumu. Hakuna kipindi cha kuombewa, hakuna kipindi cha maombi. Sasa tufahamu ya kuwa huu moto wa jehanamu ambao Biblia inaeleza sio moto wa kawaida. Unajua Mungu anatumia lugha katika mambo ambayo tunayajua ili tuweze kuelewa, lakini anapozungumzia moto wa adhabu kutokana na hasira aliyo nayo Mungu kwa maisha ya mtu huyo alipokuwa duniani, kwamba hakuwa tayari kumtumikia Mungu, hakuwa tayari kumtii Mungu, hakuwa tayari kwa lolote lile kutoka kwa Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa anafanya mambo yake mwenyewe. Hasira ya Mungu anapozungumzia moto, sio moto huu tunaojua sisi kupitia ugani. Huu moto ni adhabu kali sana, ambayo hata mtu akielezea hauwezi kuelezea vizuri hiyo ghadhabu ya Mungu itakayokuwa sababu ya hukumu hiyo na adhabu hiyo kali. Sio moto kawaida, ni moto kali sana. Kwa mfano, unapoona leo moto wa kawaida huu ambao tunautumia majumbani, ni moto ambao unaweza kuivisha vyakula, unaweza kuchemsha maji. Maji haya ambayo yanachemka kitaalamu, hata ile joto ni centigrade 100. Centigrade 100 maji haya yakifikia haya yanachemka. Na unaweza kuona maji haya kwa sababu ule moto unaonekana ni mkali, lakini joto lile la moto ule si chochote. Leo tunaweza kuona kuna bidhaa za vyuma tunazotumia. Vyuma hivi huwa vinayeyushwa viwandani. Moto unayeyusha vyuma hivi huwa vinayeyushwa mpaka vinakuwa uji. Sasa ukishakuwa uji wa chuma, ndipo wanapokuwa kwamba sasa watakuwa uji ukikauka utengeneze umbo la kitu gani. Ndio tunaweza kuona bidhaa hizi tunazoziona hizi. Kuna moto mkali wa ndani wa kuyeyusha hivi vyuma mpaka unakuwa uji ambao unaweza kutengeneza chochote kile. Joto hilo la kuyeyusha vyuma na zile centigrade labda 1000, 2000, 3000 ni moto mkali sana unaofanya vyuma hivi vinakuwa maji kabisa. Ni maji kabisa ambao umeshakuona vyuma unakuwa maji kabisa ambao unaweza kutengeneza. Sasa joto hilo na moto si chochote ukilinganisha na moto huo na moto wa jehanamu ambao ni adhabu ya hasira ya Mungu. Lakini sio, kuna mfano mwingine. Leo tunaweza kuona hili jua hili mpaka kusema jua limekuwa kali, joto limekuwa kali. Hili jua katikati kabisa sayansi, katikati kabisa ya jua, joto la jua hili ambalo liko maili milioni 93 kutoka duniani. Hebu wacha ile joto linatoka kwenye kitu kilicho na umbali wa maili milioni 93, lakini bado sisi huku chini tunasikia joto la kutunguza. Katikati ya jua joto lake ni centigrade milioni 10. Sio za kuelezea kama hapa. Maji yanayochemka ni centigrade 100. Centigrade 100 maji yanachemka tunapikia. Lakini joto lililoko kwenye jua kwenda kutoka ni centigrade milioni 10. Bado joto hilo linalotoka katikati ya jua si chochote ukilinganisha na hiyo hukumu ya moto milele ambao Mungu ameweka maalum
kwa ajili ya shetani na malaika zake, lakini pamoja na wanadamu ambao wao nao wataingia katika hukumu kwa sababu walikwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa utaweza kuona watu wengine bwana, kama ni moto sawa, mimi acha tu, nimeamua mwenyewe, wewe na kuhusu nini? Kama naenda motoni, sinaenda mwenyewe. Watu wanaongea kwa sababu hawajui wanazungumza nini. Hawajui, hawaelewi. Na hawajui kwamba moto huu sio swala la siku moja, siku mbili, au miezi mitatu, au mwaka. Ni milele. Milele ni muda ambao hauna mwisho. Ni muda ambao hauna mwisho. Ni mtu atakuwa hagumo, basi si mpaka wapi tena, haina mwisho. Sasa kwa nini mtu aingie hukumu kali na hiyo? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nini? Lakini kwa sababu watu wengi hawajui. Laiti watu wangaliona, laiti watu wangalipewa ufahamu wa roho, laiti wote tungepewa maono, Mungu akatuonyesha angalau kwa dakika moja tu, tukaona waliokuwa tayari na mateso wanayopata. Mimi nakwambia wengi tusingekuwa hivi tulivyo leo. Tupo hivi tulivyo, tunafanya hivi tunafanya kwa sababu hatujui. Ungalijua usingefanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akasema ni heri ikibidi hapa duniani wakati huu, kama kuna kiungo kinachokukosesha ambacho kitakuwa sababu ya wewe kuingia kwenye hukumu hii, ni afadhali kiungo hicho ukaking'oa, ukakitupa, ukabakia kilema wakati uko duniani, lakini usiingie kwenye hukumu milele. Maneno yake Yesu mwenyewe, kitabu cha Marko sura 9 mstari wa 43 mpaka 48. Marko 9 mstari wa 43 mpaka 48. Na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukimutu na uzima wa milele, kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye kama kuna masomo ambayo shetani hataki yafundishwe na watu wasijue, somo mojawapo ni hili. Kwa sababu somo hili hapa ndipo Mungu anafanya kazi ya kuwakusanya watu wengi ili aweze kupotea nao siku ya mwisho. Na anajua kwamba watu wakifundishwa, watu wakielewa, ina maana kila mmoja kaazimia kwamba aingie uzimani, na kama ni motoro aende mwenyewe peke yake. Ndio maana tunashindana sana kwa somo hili. Hata wengine wanakuwa wakati huo wanachukuliwa na mawazo mengine, wengine wanakuwa wanasinzia, wengine tuko hapa lakini tuko hapa. Hebu kila mmoja ajitahidi kusikiliza na kuelewa ili neno hili ambalo Bwana analinena leo litusaidie tusiingie hukumuni, bali tuingie katika uzima wa milele katika jina la Yesu. Tuingie tena katika Marko sura ya 9 mstari wa 43 mpaka 45. 43 mpaka 48 sana. Mstari wa 43 mpaka 48. Na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukimutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zake jehanamu kwenye moto usiozimika. Kwenye moto usiozimika nini?
usiozimika, kwa maana unaitwa wa milele. Moto milele, kwenye moto usiozimika. Mstari wa 44, ambapo huo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Labda nielezea habari za funza katika ziwa la moto. Si tu moto peke yake, lakini kuna funza maalum ambao Mungu ameuweka kwenye hilo ziwa la moto. Hawa funza wenyewe ule moto hauwaudhuru tena, wanaenjoy kwenye huo moto. Kazi ya funza hawa ni kuwatafuna na kuwatoboa watu walioko waliotupo. Kwa hiyo funza wanaingia huku, wanatokea upande wa pili, wanaingia huku, wanatoka. Ni funza wako wengi. Hawa funza sio kawaida, na wenyewe wanasababisha maumivu makali sana, sababu ni funza hao wanawatafuta watu kule. Kazi yao ni kuwashughulisha watu hawa funza. Kwa hiyo wengine wanatafuna kichwani, wengine wanatafuna migoroni, wengine wanatafuna kwenye miguu. Kila mahali ni funza hao watu, na hao funza wenyewe hawafi. Ndio ambao wanazunguka hapa kwenye mstari huu wa 44. Tunaendelea mstari ule wa 44, ambapo huo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Mstari wa 45, na mguu wako ukiukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambapo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha ligore, ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu, ambapo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Hayo ni maneno yake Yesu mwenyewe. Je, Yesu anatutisha au anatuonya na kutueleza ukweli? Maana injili hii ile kapigwa vita. Watumishi wa Mungu, yaani kazi ya kututisha. Sisi tunaenda kanisani kutafuta amani, tukifika kule wanatuondolea amani. Hapa ni kuondolewa amani au kusikia maonyo. Bwana Yesu alisaidie kabisa. Siku hizi mafundisho ya kote jana hayapo. Ukifanya hivyo watu wanakukimbia. Huyu injili yake Bwana ya kutishia watu. Hili ni neno la kweli ambalo lazima tulijue. Amen. Ni yeye kujua alafu ukachagua, kuliko kutokujua ukakutana na kitu ambacho ulikuwa ukijua. Utalia katika mbele kwa nini ukijua? Kwa nini mchungaji wako? Wengine ndio tuteteni. Unajua nini mchungaji wangu hakunieleza habari hizi? Kama kalieleza jana kweli kabisa ningeokoka, lakini hakuniambia kwamba kuna moto jana. Leo Bwana ananena nasi kwa habari ya moto. Amen. Lakini sasa Mungu kwa upendo wake, Mungu ni wa ajabu sana. Mungu kwa upendo wake yeye mwenyewe akamtuma Yesu Kristo duniani atuletee sisi msaada wa kiroho ili tusiingie katika moto tena, tukwepe hukumu. Maana hata yeye mwenyewe hafurahii. Biblia inasema kwamba Mungu hafurahii kuwaona wanadamu wanaingia huko, kwa sababu moto ule hawakuwa kwa ajili ya wanadamu. Hukumu ile ilikuwa ya wanadamu, hukumu hii ilikuwa ya mashetani. Kwa hiyo kwa upendo wake akamtuma Kristo ili atuletee sisi njia ya kukwepa jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Ndio huo wokovu tulio nao. Angalia Yohana sura ya 3. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18. Kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee,
bali awe na uzima wa milele. Amen. Amemtuma mwanawe duniani ili kila mtu atakayemwamini asipotee, yaani asiingie motoni, bali awe na uzima wa milele. Sawa. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sawa. Amwamini yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Angalia Mungu alivyoajabu. Yaani tunamkosea yeye kwa matendo yetu ya dhambi. Yeye mwenyewe tena ametuwekea wakili wa kututetea kwenye hiyo kesi, na kwamba tukiamini tunasamehewa. Upendo wa Mungu ni ajabu sana. Na ikiwa mtu atakwenda huu upendo wa Mungu, baada ya Mungu kuwa ameleta Kristo, amefanya kila kitu, alafu ikatokea mtu mwenyewe hamwamini Yesu, tumeletewa Yesu duniani ili atuokoe, tusiingie huko, tupate uzima milele, bado wako watu ambao hawaamini. Sasa hakuna namna nyingine ambayo Bwana anafanya isipokuwa kuna kutazamia hukumu ya kutisha na ukali wa moto. Waebrania sura 10 Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 mpaka mstari wa 27. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Kwa hiyo kuna hukumu ya kutisha na ukali wa moto, na huu unaitwa ni moto ulao, moto ulio tayari kuwala wao. Huu moto una uwezo wa kumla mtu, ni kama unatafuna, una meno. Sasa moto sio kawaida, hukumu hii sio kawaida. Ndio ameweka kwa ajili ya wote wapingao au wasio. Sasa Mungu ni Mungu mwenye huruma sana, na anatuhurumia hata kabla tujaingia kwenye hiyo hukumu. Mungu anatuhurumia. Kwa sababu ndio tunaona hata wakati mmoja Yesu alipoona mji aliulilia, akalia kama laiti jua ya Pasaka. Yesu akawa analia machozi kwa sababu aliona mji ule jinsi ambavyo umezama katika dhambi, jinsi ambavyo mji ule watu wake wanaingia hukumuni, ni kama anaona wanateseka katika hii hukumu ya moto milele. Yesu akalia. Ndivyo Mungu alivyo hata leo, akiona jinsi ambavyo watu wanafanya dhambi, analia. Huruma ile aliyo nayo anapowaza juu ya hukumu inayokuja, Mungu analia, anatuhurumia. Ni mwenye huruma mno, lakini huruma yake ni wakati huu hapa tukiwa duniani sasa hivi. Lakini ikiwa mtu atapuuzia hii huruma na rehema zake Mungu, wakati ule wa hukumu hakuna huruma tena. Ndio Biblia inatuonya sana sisi tujilinde sana na upendo wa Mungu na hii huruma ya Mungu, maana ni neema tu, sio kwamba ni kitu cha lazima. Kutoka sura ya 34 mstari wa 7. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 34 mstari wa 6 mpaka mstari wa 7. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye
kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Ni mwenye huruma sana Mungu, na huruma yake ndio hiyo ambayo imesababisha Mtume Kristo aje atuokoe. Amen. Anatuhurumia tusiingie kwenye hiyo hukumu kali iliyo ya milele. Sasa kwa kuyajua haya na kujifunza haya, huyu Mungu pia anataka sisi ambao tumejifunza, sisi ambao tunafahamu juu ya hukumu inayokuja, sisi nasi tuweze kuwahurumia na wengine juu ya hukumu inayokuja na hii adhabu ya Mungu na huu moto milele kwa kujifunza habari zake. Sisi tukisha kujua sasa, tuwahurumie na wanadamu wengine ambao hawajui lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwamba tuwahurumie kabisa wengine kama jinsi ambavyo Mungu naye anatuhurumia sisi, lakini kwa neema kwa kumtoa Kristo sisi tumeokolewa, tumefunguliwa. Mungu ametupa ufahamu wa roho. Basi tuwapo hapa duniani tuwahurumie wengine, tuwahurumie ndugu zetu, tuwahurumie majirani, tuwahurumie watu tunaokutana nao. Na Mungu anashangaa sana kwamba ikiwa sisi ametuhurumia, kwa nini sisi hatuna huruma juu ya watu wengine? Ni roho gani hiyo ambayo tunayo? Mbingu inashangaa. Yuda sura ya 1, Yuda 1 mstari ule wa 21 mpaka 23. Yuda sura ya 1 mstari wa 21 mpaka 23. Jilindeni katika upendo wa Mungu. Mungu ametupenda, si ndio? Tujilinde kwenye upendo. Jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo hata mpate uzima wa milele. Sura ya 2. Wahurumieni wengine, wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Mungu anasema tuwe na huruma ikiwa sisi ametuhurumia. Imefika mahali tukapata neema ya wokovu huu, tumesamehewa dhambi zetu, tumeokoka. Kwa nini sisi atuwahurumii watu wengine tunaokutana nao, watu wengine tunaoishi nao, wengine majirani zetu, rafiki zetu, watu wengine? Kwa nini sisi atuwahurumii hao? Mungu anaagiza, ninyi watu wangu, wahurumieni na watu wengine, tuwahurumie wengine, wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. Maana Biblia inasemaje? Wale wote ambao hawajali wamekwisha kuhukumiwa. Wako duniani maadamu majina yao yako katika kitabu cha hukumu, Biblia inasema kwamba wamekwisha kuhukumiwa. Amen. Yaani wale wote ambao wanaokoka hawajasamehewa dhambi zao, wanapokuwa hapa duniani wanatembea, wanafanya shughuli zao, Biblia inasema kwamba wamekwisha kuhukumiwa. Yaani ikitokea ile akidondoka, mtu huyo anakwenda katika hukumu yake, kwa sababu hapo Mungu sio watahukumiwa. Soma vizuri katika kitabu wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Turudi basi. Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Wasioamini wamekwisha kuhukumiwa. Sio kwamba watahukumiwa, tayari wanatembea na hukumu. Kama vile tunaweza kuona mtu anaweza kuhukumiwa mahakamani asipokuwepo. Kwa hiyo anatembea na hukumu yake. Siku akikamatwa anapelekwa gerezani kutumikia kifungo chake. Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Amwaminiye ahukumiwi, asiyeamini amekwisha
kuhukumiwa, sio atahukumiwa. Kwa hiyo tunapokuwa tunatembea kwa mujibu wa andiko hili, tunapokuwa kokote kule tunapopita, watu wote tunaokutana nao, wote tunaowaona, tunaowajua, ambao bado hawajatoa maisha yao kwa Kristo, wamekwisha kuhukumiwa. Yaani majina yao tayari yako katika kitabu kile cha hukumu. Kama jinsi ambavyo na sisi kabla ya kuokolewa, kabla tujaamini, majina yetu yalikuwamo katika kitabu cha hukumu. Bwana asifiwe. Jina lako au jina langu linafutwa kwenye kitabu cha hukumu, likaandikwa upya kwenye kitabu cha uzima mara mtu alipokuwa na tubu dhambi zake, kuacha kuziacha na kumwamini Kristo akawa ameokolewa. Sasa jina linafutwa huku, linaandikwa huku. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa sababu hiyo ndio maandiko kwamba tuwahurumie wengine na kuwanyakua katika moto. Yaani hawa tayari wamezungukwa na moto, lakini tu kwa sababu bado wako duniani, lakini ikitokea akidondoka namna hiyo, kama hajatubu, ile hukumu inaanza kazi mara moja. Ndio maana tunasema hivi, mtu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni nini? Baada ya kufa ni nini? Hukumu. Maneno ambayo watumishi wa Mungu wanazungumza na sala nyingi zile za kwenye misiba, ile si kweli, alafu ni faraja tu. Tumuombee marehemu, hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kinachoitwa kuombea marehemu kwenye neno la Mungu. Lakini wanadamu wametunga mambo yao wenyewe, kwamba kuna sala za kuombea marehemu, kuna misa za kuombea marehemu. Hiyo ni misa yake yeye na ibada hiyo ni ya kwake yeye. Mungu hatambui mambo kama haya. Maana baada ya mtu kufa ni hukumu. Alipokuwa duniani alikuwa na uhuru, alikuwa na hiari ya kuamua yeye mwenyewe. Sasa tunasema kwamba chagueni hivi leo. Wanaweza kufikiria. Chagua hivi leo wakati uko hai. Chagua hivi leo wakati bado hujafa. Chagua hivi leo ni nani unaweza kumtumikia. Unataka jina lako liandikwe wapi? Chagua hivi leo. Kwa hiyo sisi nasi tunatakiwa kuwa na huruma na kuwahurumia watu, na Biblia inaagiza iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Luka, huyu ni Yesu, Luka sura ya 6 mstari wa 16. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 36. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Sasa kweli zipo huruma za namna nyingi mbalimbali za kumsaidia mtu ambaye labda ana shida. Unakuta mtu ana shida fulani, unamsaidia, unamhurumia. Lakini nakwambia huruma anayozungumza Mungu hapa ni huruma ya kuhurumia mtu asiingie kwenye hukumu ya moto wa milele. Hakika huyo, ikiwa wewe utakuwa umemsaidia ukamleta kwa Yesu, huruma yako uliyoonyesha pale haina mfano. Amen. Maana umemtoa kwenye hukumu milele. Ukimhurumia mtu leo ukampa shilingi 10,000, hiyo 10,000 itaisha. Shida yake ni fedha. Ukimhurumia mtu ukampa chakula, atakula chakula leo, kesho njaa imerudi. Lakini hii ni hukumu, hii ni huruma ya milele. Umemsaidia mtu asiingie kwenye hukumu ya ghadhabu ya Mungu ya kwenye ziwa la moto milele. Uwazi. Ndio maana Shetani hataki kuona watu wanakuwa na huruma kama Baba yetu wa mbinguni alivyo na huruma. Tubadilike.
tubadilike. Ikiwa Mungu alituhurumia sisi tusiangamie, ikiwa Mungu amekusaidia wewe ukamjua Yesu, kwa nini wewe unaomba? Yaani roho tunayoionyesha, hata kama umemsaidia mtu huyu, ukampa pesa, ukampa kazi, ukampa chochote ambacho utampa, lakini usimhurumie akapata uzima milele, huruma zote unazofanya nyingine hazina maana yote. Bwana asifiwe. Chochote kingine ulichokifanya hakina maana, kwa sababu hicho hakitakusaidia milele. Kitakachokusaidia milele ni kitu kimoja tu, huruma ile ambayo utaionyesha kwako na ukamfanya mtu huyu akamjua Bwana Yesu, yeye naye akaokolewa, akaikwepa hukumu ya moto milele katika jina la Yesu. Kwa sababu hiyo Mungu alitarajia kwamba sisi tuliohurumiwa tungekuwa ni watu wenye huruma, na tena kwa sababu ya watu wengine kumjua Yesu ili wasiangamie milele. Lakini sisi tulivyo leo, mbingu na kushangaa sana, hatuoni kwamba ni kitu kwa wengine wanaoangamia. Hatujali, hatuoni kama sisi ni wahusika. Tunaweza kushauri yake hiyo mwenyewe, atajua mwenyewe, atajua mwenyewe. Je, Mungu yeye naye amesema tutajua wenyewe, asimtume Yesu Kristo kwetu leo, mimi na wewe tungekuwa wapi? Tungekuwa wapi? Kwa hiyo tunatakiwa kubadilike na kuto kujua habari za jehanamu ya moto. Kuna wafanya watu wengi wasio na huruma, maana hawajui madhara yanayojia ulimwengu. Lakini baada ya kujifunza na kusikia, kama umesikia leo, ndani yako waza ndugu zako waliokufa nje ya Kristo leo wako wapi? Yesu Kristo anatoa mfano katika Biblia juu ya yule maskini Lazaro na yule tajiri yuko na mavazi ya kifahari. Watu wawili, jinsi ambavyo huyu tajiri alikuwa na maisha mazuri, anakula vizuri kwa anasa, na Lazaro alikuwa anategemea makombo yaliyokuwa yanaanguka kwenye meza ya huyu tajiri. Lakini mwisho wa watu hao wawili ulikuwa tofauti. Biblia inasema kwamba Lazaro alipokufa akaenda kifuani kwa Ibrahimu. Huyu maskini ambaye alikuwa mjui Mungu na alikuwa na maisha mazuri sana, huyu tajiri alikuwa mjui Mungu na maisha mazuri sana duniani, alipokufa Yesu kwamba akachukuliwa mpaka kuzimu, mahali pa mateso. Alafu akaonyeshwa upande wa pili, yule Lazaro aliyekuwa anakula makombo yaliyokuwa yanatoka mezani kwake, alikuwa na vidonda na alikuwa na mrama, yuko kifuani kwa Ibrahimu anafarijiwa. Yule tajiri akalia, akamwambia, Ibrahimu, naomba umtume Lazaro aniletee maji kidogo, achoke tu hata kama ni kidole chake, aje urudishe ule wangu, maana ninateseka kwenye moto huu kali. Ibrahimu akamwambia, yeye anafarijiwa hapa, na wewe unateseka huko, kwa sababu ndivyo tulivyoishi duniani. Akasema, basi Baba, naomba kama ile inawezekana, basi mtume Ibrahimu aende nyumbani kwetu, kwa sababu nina ndugu zangu kule ambao wako kama mimi, hawana shughuli yoyote na Mungu. Aende akawaeleza jinsi ambavyo wakati huo walio nao wamgeukie Mungu, wasije wao nao wakafika hapa nilipo mimi. Ibrahimu akasema, hapana, wanao akina Musa kule na wanabii wengine wasikie hapo. Yesu, hapana, akitoka mtu ambaye atakuwa ametoka hapa akaenda kueleza kwa amekufa, huyo watamwamini zaidi, maana alikuwa amekufa sana. Warudie kwenda kueleza kwamba huko kuna nini.
Akajibiwa kwamba asipowaamini na Musa na manabii walioko duniani, hata akituma mtu aliyetoka kwa wafu bado hawataamini. Lakini ilikuwa ni nini? Yule mtu ufikiria anateseka kuzimu, lakini anawahurumia ndugu zake walioko duniani. Anatamani wafikishiwe ujumbe, wasije wao nao wakafa katika dhambi, wakaingia kwenye hukumu ile. Na mtu huyo anaomba kutoka kuzimu, yuko kuzimu, anaomba, anawaombea ndugu zake walioko duniani. Lakini sisi tulioko duniani tuliokoka hatuna habari, hatujali. Yaani tuone kama hiyo shughuli inayotuhusu sisi. Wewe unafikiri Mungu anatuangalia kwa jicho gani? Mbingu inatuangalia kwa jicho gani? Wakati sisi tunakwenda, Bwana nisaidie, nifungulie milango ya biashara, nifungulie milango ya fedha nini? Yaani Mungu anaangalia sana mimi. Anataka nimhurumie, nimpatie mahitaji yake. Mbona yeye hana huruma? Mbona hajali kwa habari ya watu wengine ambao wana shida, tena shida mbaya ngumu ya kuingia katika ghadhabu yangu? Kwa nini mtu huyo hasemi nao? Alafu yeye anataka tu mimi nimfurahishe, aishi maisha yake ya nasa au uzuri na nini? Kwa nini hajali watu wengine? Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaipata picha. Sijui kama unaliona hili ninalojaribu kulielezea katika jicho lingine, kwamba Mungu anachoona ni nini na sisi tunaona nini na tofauti kwa wapi. Ndio maana pengine yanasema kwamba mnawaza nini juu ya Mungu. Tunawaza nini? Kanisa tunawaza nini? Wewe mwenyewe mmoja wapo, mmoja unasema unampenda Mungu. Ikiwa unampenda Mungu, kweli unayajua mapenzi ya Mungu, unajua nini Mungu anataka kufanyike. Unafanya nini? Ninafanya nini mimi? Kanisa linafanya nini? Bwana tusaidie. Amen. Bwana tuongoze. Amen. Kwa hakika na tubadilike kabisa katika namna hii. Yaani tunaonekana sisi ni watoto wachanga kidogo. Hatumjui Mungu, hatumjui moyo wa Mungu, hatujali kwamba Mungu anataka nini. Miaka 2000 iliyopita huruma ya Mungu alimtuma Kristo duniani, na ni sababu ya mimi na wewe leo tunalitia jina la Yesu. Kwa nini hatujali kwa ajili ya watu wengine? Unawaza tu mambo yako, unawaza tu ufanikiwe, unawaza tu upate pesa, unawaza tu upate nini, upate nyumba, upate nini. Wewe unawaza nini kwa habari ya Mungu na ufalme wake? Hayo mambo wewe waza yafia milele. Ndio maana tunasema ingine kwamba tutafute yaliyo juu, sio mambo ya nchi. Mambo ya juu ni ya kudumu, ya milele. Yaliyo katika nchi ni mambo yanayopita, sio milele. Unawaza nini? Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo tunaposema tunampenda Mungu, yaani ni kama mbingu na ardhi, ukweli wake jinsi ulivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Upendo gani huo? Ni mihemko tu. Kama unampenda Mungu, nakwambia, na unataka kugusa moyo wake Mungu, hii ninakwambia tunalojifunza hapa la kuwasaidia na kuwahudumia watu wengine wasiingie katika hukumu milele. Jambo hili ni priority number 1. Ni jambo ambalo tunatakiwa liwe na kipaumbele nambari 1 kwa mtu anayemjua Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kinyume cha hapo, mambo mengine ni utoto tu ambao wala hawana uzito wote mbele za Bwana. Na hata katika kuhitaji unayohitaji, Bwana nisaidie, unataka Mungu akusaidie ili uweje. Maana yeye anaumia kwa habari ya watu wanaoangamia. Wewe unahitaji msaada, sio unataka kupona. Unahitaji msaada, sio upewe, ili uweje. Ndio maana akasema ametuchagua ili tuzae matunda. Amen. Matunda ni wale watu ambao tunawahamisha kutoka katika kitabu cha hukumu na majina yao yakaandikwa katika kitabu cha uzima katika jina la Yesu. Maandiko
yametuagiza tujilinde katika upendo wa Mungu, tuwahudumie wengine, tuwaokoe wengine na kuwanyakua katika moto. Wewe unafanya nini? Hadi pale tunasoma. Simama. Mshukuru Mungu kwamba umejifunza neno. Mwombe Bwana asante. Bwana, moyo wangu wote upo katika kuhakikisha kwamba watu hawaangamii, watu hawapotei. Na ndio maana kwa mtume wa Kristo ili tusipotee. Ni kweli ujumbe unatufikiria sisi, lakini baada ya hapo unafanya nini? Hebu mwombe Mungu. Pasa kichana kuomba. Omba. Umejifunza ni omba. Omba. Shukuru Mungu.